Ni habari ya Musa ambaye watu wengine inawezekana walikuwa wakimtazama kwa taswira tofauti kwa sababu ya kazi inawezekana aliyokuwa akifanya. Biblia inasema na mtu mmoja aitwaye Musa alikuwa akichunga kundi la kondoo wa mkwe wake Yethro nyikani. Wakati anaendelea kufanya kazi ile ya uchungaji wa mifugo, Biblia inasema Musa akakiona kijiti ambacho kilikuwa kikiteketea moto, lakini kijiti kile kilikuwa hakiishi kabisa, ila moto ulionekana kuwaka kwenye kijiti kile. Musa akatamani kuona ni nini kinachosababisha kijiti kile kinaungua moto lakini hakiteketei. Biblia inasema Musa alipoona hayo akataka kugeuka ili ajue ni nini kinachosababisha. Biblia ikasema Mungu alipoona Musa anataka kugeuka ili aweze kuangalia, akasema Musa, Musa, usigeuke, kwa sababu kwanza uvue viatu vyako, maana mahali unaposimama hapo ni patakatifu. Musa akatahadharishwa kwanza kwamba jambo lile halikuwa ni jambo la kawaida, kwa sababu kuna kitu Mungu alikuwa anamtengenezea ili kwanza asiogope, kwanza asijione yeye ni wa kawaida, yeye asijione tu kama ni mchunga kondoo, lakini ajue kuna vitu amevibeba kwa ajili ya watu wa Mungu. Inawezekana yeye mwenyewe alijidharau, inawezekana yeye mwenyewe alijiona si kitu, lakini Mungu akamwandaa kwanza, akasema ngoja kwanza usigeuke, kwanza vua viatu vyako, kwa sababu hapo uliposimama ni mahala patakatifu. Mara pengine Biblia inasema Mungu anaviinua vinyonge ili kumfedhesha wenye nguvu. Kwa hiyo kuna wakati tunaweza tukajiona ni wanyonge, kuna wakati tunaweza tukajiona sisi si kitu, lakini je, Mungu yeye anatuonaje? Mungu yeye anatuchukuliaje? Je, tunajipima kwenye kipimo ambacho Musa alijipima akajiona kama yeye ni mchunga kondoo tu? Tunajiona kama sisi ni watu wa kawaida tusiokuwa na usemi mbele za watu? Kwa sababu ilifika hatua Musa kaanza kusema mimi si kitu, kwa sababu kwanza mimi sio mzuri wa kuzungumza, mimi sio mzuri wa kusema, nitawezaje kufanya jambo hili? Biblia inaendelea kusema Mungu alipoona hilo akamwambia Musa, ngoja kwanza Musa, kwa sababu mimi ndiye niliyekuita, na kwa sababu hiyo nitakupa kitu cha kuzungumza, na kwa sababu hiyo nitakupa watu wa kusaidiana na wewe. Kwa hiyo kuna watu ambao Mungu anawaachilia ili kukufanya wewe uinuke. Kuna watu ambao Mungu anawaachilia ili ule ukawaida unaojiona unao usiwepo tena, kwa sababu Musa angeweza kujiona ni wa kawaida, asingeweza kuifanya kazi ile ambayo aliifanya. Kwa hiyo Musa alipoambiwa maneno yale akatii sauti ya Mungu, akasema naam, sema basi mimi nasikiliza kile ambacho nataka mimi nikifanye. Ndipo Mungu akampa majukumu ya kufanya, akasema nimesikia kilio cha wana wa Israeli na mateso wanayoteswa na fedheha wanazofedheshwa, sasa nataka nikaokoe. Lakini Mungu kama Mungu hawezi kushuka mwenyewe, hawezi kuja kwa taswira yake mwenyewe hapa duniani. Ana watu ambao waliwatuma duniani, akasema nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu kuwa wanafunzi wangu. Kwa hiyo akamwambia Musa, nimesikia kilio cha watu wangu wana wa Israeli walioko nchi ya utumwa Misri, sasa nataka niwaokoe, sasa nataka niwatoe huko. Kinachohitajika kwako Musa ni wewe kunisikiliza. Kinachohitajika kwako Musa ni wewe kunielewa. Kwa hiyo Mungu akampa maelekezo ya kufanya, lakini Musa alikuwa ni mtu wa maswali sana, akiendelea kumhoji, sasa Mungu, mimi nitafanya nini? Kwanza mimi sio mzungumzaji, mimi nina kigugumizi, si mtu wa maneno mengi, mimi ni mchunga kondoo tu, nitafanya nini? Lakini Mungu kwa sababu alikuwa ameweka wito ndani yake, alikuwa ameweka jambo ndani yake. Kumbuka Musa malezi yake yote aliyapatia Misri, kuanzia akiwa mtoto mdogo mpaka akakua, hadi pale alipoondoka Misri alipokuwa na miaka ile 40, alipomuua mtumishi wa Farao, ndipo alipoondoka. Kwa hiyo Mungu alimwandaa mapema sana, hakuwa anabahatisha kumwita yeye, alijua kitu anachokifanya. Kwa hiyo wakati wa Mungu ulipofika, akamwita kupitia kwenye kijiti kile ambacho kilikuwa kikiwaka bila kuteketea, akamwambia unayo kazi ya kufanya. Lakini Musa ukisoma
kuna maswali alikuwa akimuuliza Mungu. Mstari huu anasema Musa akamwambia Mungu, mimi ni nani hata niende kwa Farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nao, na dalili ya kuwa nimekutuma ndiyo hii: utakapokuwa umekwisha kuwatoa hao watu katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Musa akamwambia Mungu, tazama, nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuwaambia, Mungu wa baba zenu amenituma kwenu, nao wakaniuliza, jina lake ni nani? Niwaambie nini? Kwa hiyo Musa akawa bado ana maswali ya kumuuliza Mungu. Ndio umeniita nikawatoa watu, lakini kumbuka mimi ni nani? Mimi niko hivi. Na wale watu nitakapenda kuambia, aliyeniita, aliyeniambia nije niwatoe ni Mungu wa baba yenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Ndio Mungu wewe anakujua. Lakini watakaponiuliza ni nani huyo, mimi nitawaambia nini? Kuna wakati tumekuwa na maswali mengi ya kujiuliza, tukitaka kujua wito aliyotuitia Mungu ni upi, ni nini tunachopaswa kukifanya mbele za Mungu. Lakini tunapokaa kwenye kusudi la Mungu, tunapokaa kwenye mpango wa Mungu, tunaendelea kujua ule wito ambao tumeitiwa na Mungu. Kuna wakati tunashindwa kujua kwa sababu leo uko kwa Mungu, leo uko kwa dunia. Leo uko kwa Mungu, kesho uko kwa dunia. Hautajua mpango wa Mungu kwenye maisha yako ni upi. Kwa hiyo maswali ya Musa yalimsaidia kujua vitu vingi. Maswali aliyokuwa akimuuliza na Mungu yalimtengenezea mazingira ya yeye kuja kuaminika kwa wale watu ambao alikuwa ametumwa kwao. Akasema, niwaambie nini? Mungu akamwambia Musa, mimi niko ambaye niko. Akasema, ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli, mimi niko amenituma kwenu. Mimi niko ambaye niko, maana yake yeye ni wa jana, yeye ni wa leo na ni wa hata milele. Mungu ambaye habadiliki, yeye analitazama neno lake siku zote kulitimiza, kwa sababu alishawaahidi kwamba atawatoa katika nchi ya utumwa na kuwapeleka katika nchi ya Kanaani, nchi ijayo maziwa na asali. Lakini aliwaacha waendelee kuhangaika kwa sababu kuna vitu walivifanya. Kwa hiyo akamwambia, nenda kawaambie, mimi niko ambaye niko amenituma kwenu. Kwa hiyo yuko ambaye amekuita, yuko ambaye amekuchagua, hajakuacha. Hajalishi unapitia nini, hajalishi ni mangapi yanakutesa, lakini simama pamoja na Mungu, ukijua wakati wake unakuja, ukijua wakati wake upo ambao atakutoa kwenye mateso unayoteswa, atakutoa kwenye shida unayopitia na kukupa raha ile ambayo unastahili kuwa nayo. Kwa hiyo Musa akamhakikishia kwamba nenda kaambie, mimi niko ambaye niko ndiye aliyekutuma, na dalili ya kuwa nitakuwa pamoja na ninyi ni hii: utakapowatoa hao watu kwenye taifa lile, mtaniabudu mimi katika mlima huu. Kwa hiyo Mungu anakuhakikisha kwanza kwamba hapo ulipo ni mahali salama, hapo ulipo si mahali pa bahati mbaya, kwa sababu unajua unachokifanya. Kwa hiyo lazima mimi na wewe tusimame kwenye nafasi zetu. Lazima mimi na wewe tusiangalie shida tunazopitia, tusiangalie changamoto tunazopitia, lakini tumtazame yeye ambaye anasema ametuita ili tuifanye kazi ambayo ametuita kwayo. Amina. Tena Mungu akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli maneno haya: Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amenituma kwenu. Hili ndilo jina langu milele, nalo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote. Nenda ukakusanye wazee wa Israeli pamoja, ukawaambie, Bwana Mungu wa baba zenu, Mungu wa Ibrahimu amenitokea akaniambia, hakika nimewajilieni tena, nimeyaona mnayotendewa huko Misri, nami nimesema nitawapandisha kutoka katika mateso ya Misri na kuwaingiza katika nchi ya Mkanaani na Mhiti na Mwamori na Mperizi na Mhivi
na Myebusi nchi ijayo maziwa na asali. 19 anasema, nami najua ya kuwa huyo mfalme wa Misri hatawapa ruhusa mwende zenu, la hata kwa mkono wa nguvu, nami nitaunyosha mkono wangu na kuipiga Misri kwa ajabu zangu zote nitakazofanya kati yake, kisha baadaye atawaruhusu kwenda. Kwa hiyo ukiendelea kusoma unapata tafsiri nzima na picha nzima ambayo Musa alitakiwa kuifanya. Kwa hiyo ahadi ya Mungu kwa mwanadamu ni timilifu. Ahadi ya Mungu kwa mwanadamu ni dhahiri. Ahadi ya Mungu kwa mwanadamu ni ya kweli. Bila kujarisha, wewe unaweza kuona kama imechelewa, unaweza kuona kama imechukua muda mrefu, lakini Mungu hakawii wala hachelewi. Yeye anafanya kila jambo lake kwa wakati wake. Ukiangalia Musa wakati anaitwa kufanya mambo hayo, alikuwa ameshafika umri wa miaka 85, umri ambao kwa hali ya kawaida ni mtu alitakiwa awe nyumbani, mtu akukaa nyumbani, lakini Mungu akamwita katika umri huo wa uzee ili atimize ile ahadi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ahadi yake iko pale pale. Mungu ahadi yake ni timilifu. Kinachohitajika kwangu mimi na wewe ni kuendelea kusimama kwenye kusudi lake. Kinachohitajika mimi na wewe ni kuendelea kukaa kwenye mpango wa Mungu. Usiangalie ni mambo mangapi unapitia, usiangalie ni nani anasema nini juu yako, kwa sababu Musa kwanza alifukuzwa kwenye maisha ya ufalme, akaenda kuishi maisha ya kuchunga kondoo, akawa ni mtu wa kukaa porini, akawa ni mtu wa kukutana na wanyama kila wakati. Lakini wakati wa Mungu ulipofika, Mungu alimtumia sawasawa.